Basi kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mawaziri walioko hapa, wenzangu wajumbe, baba askofu walioko hapa Mongela, na viongozi wengine wote wa kidini na hata wa kiserikali, wazazi na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Lydia Haika Mizigi na mimi ni mama county wa Taita Taveta ama women rep wa pale Taita Taveta, na nimechaguliwa tena kwa mara ya pili ama kipindi cha pili. Namshukuru Mungu sana kuwa hapa leo, na tumeandamana na naibu wa rais kwa ajili tuweze kufika hapa kwa sababu ya mchango hii ya shule. Na wakati tulikuwa tunakuja hapa nilikuwa sijajua hii shule vizuri, na kwa hivyo nikataka kufanya research ya hii shule niweze kuijua. Na nilipofika hapa kwanza nimeona hii shule kwa nidhamu iko poa. Jipigieni makofi. Ya pili, nimepata kujua pia katika jimbo hili hii shule ni moja ya zile zinafanya vizuri sana. Kwa hivyo pongezi. Pongezi walimu, pongezi wazazi, pongezi wanafunzi, kwa sababu ushirikiano huo ndio unaleta matokeo bora kwa shule. Na kwa hivyo ile nilikuwa nimeweka ya mchango, kwa ile habari nimepata hapa itabidi niongeze nyingine. Asante sana. Na hayo ni maendeleo, tumekuja kufanya maendeleo ya kujenga shule na sio maandamano. Na kwa hivyo tunataka kama nchi yetu ya Kenya tuendelee na kufanya maendeleo. Mimi niko katika ile kamati ya bipartisan committee. Sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuendelea na mazungumzo. Mazungumzo ni kujadiliana. Mulete hoja zenu kwa meza tuzijadili. Tulete hoja zetu kwa meza tuzijadili bila shuruti. Si kushuruti. Wanafunzi, bila kushurutishwa ama kushurutishana, kama nimesema vizuri. Unajua mahali tuko shuleni na walimu huwa niko makini kidogo na mambo ya lugha. Na basi tunasema tuko tayari kuzungumza kwa sababu nchi yetu ya Kenya tunataka kuijenga na tuijenge tukiwa na amani. Hatutaki hii mambo ya kwenda maandamano. Vijana wetu wa shule hapa hatutakuwa tunawaonyesha mfano bora kuwafundisha kubomoa, kwa sababu maandamano ni kubomoa na kubomoa na kubomoa. Maandamano hayajengi. Maandamano ni kubomoa. Tunao vijana wetu wengi sana. Wengine wamemaliza mashule, wako kule nje. Wakiwa kule nje wengi hawana kazi. Kama serikali ya Kenya Kwanza tunajaribu sana kuona ni mbinu gani hawa ambao wako nje tutawatafutia kazi. Wako ambao wamesomea mambo tofauti, ujuzi mbalimbali, wameenda polytechnics, hawana kazi. Wengine wamefanya mambo ya plumbing, wengine wamefanya mambo ni electrician, wengine ni wajenzi, wako huko nje, wanaketi magongoni, mwisho wa siku wanaanza kuingilia mambo ya madawa ya kulevya kwa sababu hawana kazi. Hizo ndizo shida ambazo ziko katika Kenya hii. Wale vijana wako pale nje tusiwatumie kwa maandamano. Sisi tunasema tunataka kuwatengenezea kazi kwa kuleta ule muundo wa kujenga zile nyumba. Na katika zile nyumba, kwa yale mambo ya housing, wale vijana wanaketi kule magongoni, wale electricians watapata kazi. Wale vijana wanaketi bure wakirandaranda kule na wamesomea mambo ya ujenzi watapata kazi. Katika huo muundo, wale ambao pia wamefanya plumbing watapata kazi. Kwa hivyo tunawaomba, mkisikia haya mambo ama haya mazungumzo ambayo yanaendelea katika nchi, mjadala mzima wa mambo wa finance bill, tuangalie vizuri, tuusome. Wengine wetu wanasema hapana, hatutaki, lakini kusoma haujausoma.
tafadhali chukua muda wako, isome ile finance bill, angalia faida zake, alafu ndio ujadili. Lakini usiseme eti vile mtu fulani amesoma basi ameshasoma na vile amesema ndio amesema. Hapana. Wacha sote, kwa sababu hii Kenya ni yetu, na sisi kama Kenya Kwanza tunapanga mambo mazuri kwenda mbele katika nchi yetu. Naomba tuusome na tuweze kujadili kwa pamoja, na sisi kama wabunge mturuhusu tukirudi bungeni tuende tupitishe ile finance bill ili watoto wetu wapate kazi. Asanteni sana na pongezi kwa maendeleo ya shule hii. Mungu awabariki. Na ninawashukuru sana kumrudisha rafiki yangu, japokuwa hayuko hapa leo, amenilet down, sijui yuko wapi, Mheshimiwa Kasalu, mama county wenu wa Kitui. Ni rafiki yangu, asanteni kwa kumpatia kipindi cha pili, na nimemzungumzia kule bungeni. Nimemwambia kina mama hatuendi maandamano. Sisi kina mama ni watu wa kuchunga. Na kwa hivyo nimemkataza Kasalu hata yeye, na ameniambia hata ungana tena na hayo mambo ya maandamano. Atatulia, afanyie watu wa Kitui kazi. Asanteni sana.